nimeona kuna upungufu mkubwa wa makazi wa nchi yetu. Kwa hiyo shirika nafikiri hapo ndio mahali ambapo tutapaswa nijiweke, kwa sababu biashara ipo. Biashara ipo. Ardhi, mimi ndo waziri wa ardhi. Na hapa baada ya muda mfupi nimegundua kwamba tuna ardhi nyingi, viwanja vingi, watu wameweka akiba. Yaani mtaji wake baada ya kuweka benki au UTT kule hela izai, anaweka kwenye ardhi, ananunua kiwanja. Na nyinyi pia huko. Sasa mimi natafakari nifanyeje? Sheria ninayo, kwa sababu unapoomba kiwanja unataka kujenga, au sio? Na sheria kifungu 113 sura 113 kifungu cha 48 kinaeleza napata hati itakuwa na masharti. Cha 49 kinasema usipotekeleza yale masharti tunakufanya nini? Na cha 50 unataka kupigwa fine au kanyang'anywa. Kuna muda unapewa. Sasa wewe badala ya kupelekea ITT na ndio kiwanja, mali ya serikali unafanya mtaji. Ardhi ni mali ya serikali, wewe unafanya mtaji. Sasa mimi karibu na bado natafakari nayo kabisa statement lakini iangalia. Najua wengi wataumia hata. Sasa kama kuna mtu amekaa na eka zake kadhaa anasema nasubiri mwaka 2040 tutamwambia hiyo sera hatuna hiyo. Tumia sheria hii kifungu hiki na kunyang'anya umiliki. Siogope, bado ninatafakari lakini naweza nikafika huko. Hakuna nchi duniani ambayo watu wanafanya hivi. Mimi Norway kule, watu ataomba kiwanja, jenga umeleza. Wako na nunua viwanja vingi. Anasitana na mnunulia mtoto mgeni atajazaliwa. Baada ya kile wakati tunaweza kupata mtoto mmoja tafuta kiwanja. Afu kinakai tutakichukua. Kwa sheria. Sheria 113 kifungu cha 49 unapewa miaka 3 kuendeleza. Sasa sije ukasema nimeendeleza